Leo nimekutana na mtu ambaye alitaka kujinyonga kabisa, atoe uhai wake kwa sababu ameambiwa na mwanamke wake kwamba mtoto huyu sio wa kwako. Anaishi naye, ni mke wake, amelea mimba miezi 9. Leo mtoto ana miaka kadhaa, anaambiwa huyu bwana kwamba mtoto sio wa kwako. Na mimi nimemwambia tu kwamba afadhali umeujua ukweli huo. Ukweli ni mzuri pamoja na kwamba ni mchungu, na hii sio shida ambayo imeanza leo. Hii ni shida ambayo imeanza miaka mingi sana. Mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Uria, alikuwa kupigania vita, anampigania Daudi, anampigania mfalme. Alafu mfalme huku nyuma akaenda akalala na mke wa huyu Uria, akamchukua kwa sababu ni mfalme Daudi na ana uwezo. Akamchukua yule mwanamke, na alipoona yule mwanamke ana mimba, akatafuta namna yule mwanamke arudi, huyu Uria arudishwe kutoka kule vitani. Akatuma wajumbe kwamba mleteni huyo bwana, na alipofika akamwambia, mheshimiwa, nimeona nikuje angalau nikupe nafasi, nenda ukaenjoy na mkeo. Alikuwa anatafuta kitu gani? Kwamba huyu mwanamke ana mimba, kwa hiyo mimba ya Daudi anataka apewe mtu mwingine. Hilo ni janga ambalo Tanzania na dunia nzima, hata leo hii kuna ndoa nyingi, kuna familia nyingi, kuna watoto wengi ambao tunalea kwenye ndoa na watoto sio wa kwetu. Kwa hiyo namuomba sana Mungu, wewe mwanandoa, wewe mama, usimchanganyie mme wako, usimchanganyie mme wako watoto. Acha kama waaminifu katika dunia ya leo wanaposema waaminifu hakuna. Mimi namuomba Mungu wewe ukawe mwaminifu katika jina la Yesu. Jaribu kufikiri kwamba Uria angekubali kwenda akaingia kule ndani akaenda akalala na yule mwanamke. Manake Uria angelea mimba, angelea mtoto ambaye sio wa kwake. Leo katika ndoa 100 kuna ndoa 50 ambazo zina watoto ambao sio wa huyo baba. Namwomba Mungu wewe usiwe mmojawapo utakayeumia kama alivyoumia huyu mtu. Lakini pia pengine unayenisikiliza tayari umeshamchanganyia mme wako madawa, tayari umeshachanganya mbegu, tayari kuna watoto 3 lakini 2 sio wa huyo mme wako. Leo ni siku yako muhimu sana ya kwenda mbele za Mungu ukatubu, na Mungu atakupa hekima namna ya kutatua hilo jambo. Lakini ni jambo linaloumiza katika familia. Ukikuta kuna nyumba 10, ni nyumba 2 au 3 ambazo ziko salama. Na ndio maana ninasema ni vizuri sana mwanamke akamjua Mungu ili aweze kutunza na heshima ya ndoa. Uria angeenda kule ndani, angejikuta anabeba mimba ambayo sio ya kwake. Mwanamke yule alikuwa na mimba ambayo ni mimba ya mfalme, ni mimba ya Daudi. Ashukuriwe Mungu. Baadaye Daudi alivyokuja kugundua kwamba Uria amegoma na mimba hii siwezi nikasingizia, alisuka mipango mingine, akaamua akammaliza kabisa huyu Uria. Akapangwa vita kwenye mstari wa mbele kabisa wa vita, na Uria akafa. Kwa hiyo katika maisha unaweza ukakutana na marafiki ambao ni wabaya, unaweza ukakutana na watu ambao ni wabaya. Ni maombi yangu mwezi huu wa 9 kabla hujaisha, Mungu akakupe watu wazuri katika jina la Yesu. Kila mtu ambaye ana nia mbaya na wewe, ambaye ana mipango mibaya na wewe, huyo mtu akaondoke katika maisha yako na usikutane naye katika maisha yako. Kama vile mwana mpotevu, namna ambavyo aliomba hela kwa baba na akataka kwenda kuzizalisha, lakini Biblia inasema akakutana na watu wabaya. Mnafahamu shetani hawezi akakubali ukutane na watu wazuri. Leo ninamwomba Mungu, kila mtu mzuri katika maisha yako ambaye amepangwa akutane na wewe kwa ajili ya kubadilisha maisha yako, kila kizuizi kilichomzuia, acha Mungu akakiondoe, ukakutane na hao watu wazuri. Na kila mtu mbaya katika maisha yako, ninamwondoa huyo mtu kwa jina la Yesu. Ninaipangua hiyo mipango kwa jina la Yesu. Ninaizuia hiyo appointment kwa jina la Yesu. Kila ambacho kimefichika, ambacho macho yako hayajaona,